anatuweka matatani, hatuelewi kama mdhamana ni ushetani ama ni nini bana. Mdhamana we unafanya niishi kwa mashaka, nikuogope we pengine niishi kutapatapa. We mdhamana nyuma yako umeficha mengi sana, yananichanganya, yamechanganya, tunachanganyana. Mdhamana, 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 yeah. We mdhamana, 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 we mdhamana, mdhamana, yeah. Nimezungushwa sana na kesi yako, lakini suluhisho sipati kwako. Na kama uchunguzi nimefika mwisho, kila nikichunguza ndo nayakuza mambo. Kukata rufaa pengine itakuwa ni mwisho wa haya maswaibu. Oh Maulana, tuondoe kwenye hizi tabu. Bosi, kile kitu ulichoniagiza kipo tayari. Iki hapa. Naomba mkono wako huu. Nipatie mkono wako wa kushoto. Umenikabidhi nywele zako za sehemu za siri pamoja na kucha za vidole vyako kama sehemu ya mdhamana, bila kushurutishwa na mtu yeyote. Ukiwa na akili zako timamu, binti, mdhamana wako umekamilika. Sasa naomba unisikilize. Masharti ya kazi yangu: duka utalifungua saa 2 asubuhi na utalifunga saa 12 jioni. Na hakikisha ukishafunga haurudi kufungua tena mpaka kesho asubuhi saa 2. Kingine, mauzo utakayouza hauruhusiwi kuhesabu pesa yoyote. Hapa pana jambo zito sana. Benki. Mbia Sekitonga. Niti za utu kutoka. Njema tu bana, ila
so sana. Nilijua tu wewe mzee wa mademu wewe. Bwana, si unakajua kale kabinti kale keupe kale. Bwana, kila siku wanakapa maziwa. Leo nimekanyima maziwa isee kama mind kinoma. Kwa hiyo kumbe wewe unapewa maziwa na mzee Mwendo kauze, wewe unaenda kuyahonga. Hoja soma kwenye kitabu cha Mathayo ile, omba utapewa. Aliomba nikampa, kwani kuna makosa? Ila kama utambua kwamba tiki mzee Mwendo akifahamu kwamba maziwa yake huaga unayahonga, kitakulamba. Jamani, si navunga tu mwanangu. Sasa ukimwambia nadhani mimi nitakuwa na kazi sawa. Navunga mwanangu mshikaji. Hicho sio mimi kumwambia. Ila siku akifanya pelezi yeye mwenyewe akagundua kwamba maziwa yake unayahonga. Oya. Sawa. Sisi tunaelekea bondeni huko. Sawa. Na mimi haya niingie huko mwanangu. Haya poa. Poa. Shimadege. We, tunaona kama unavyoona mimi. Toto mweupe. Pinda bahiri mwizo kurunanka. Senya vilanga bakwe baradia. Upo. Yaani wewe unakumbuka? Kweli hilo bwana neno. Bwana, hiki ni kikao cha watu wazima. Sasa nenda nyumbani. Yale maharage yale usizidishe chumvi na kaugali kamuogo. Usizidishe mahindi, sawa? Jamani, upo ndugu yangu. Wewe Shimadege, hapana bwana, hii sio haki. Jamani Shimadege. Habari yako malaika? Poa za wewe. Samani, yani hata sauti yake nyeupe kabisa. Safi bwana. Wewe. Huyo ni dada yangu. Anaitwa Pendo. Sasa mbona unamwangalia hivyo? Tumia basi hata concentrate. Monetization. Ada ovyo. Yani huyu kuona mweupe hivi uko wenu wapi na wapi? Yani huyu sio malaika, huyu Gabrieli au huyu Emmanuel. Huyu atakuwa Rusufa. Maana hao walikuwa weupe hivi. Na kwa nini ukae na vitu vizuri hivi jamani? Au uliniona mimi sina hela au? Mimi na pesa na bosi wangu pale, mimi nikitekenyaga tu hivi napata hela. Kuna Mwarabu mwingine kama nakuibia siri, ana hela na yeye, unaona? Sasa wewe ukijichanganya wewe, huyu yani lazima. Sasa kichuchu, tuachane na hayo. Wewe ni mshikaji wangu. Dada yangu ni sawa na dada yako. Sijui unanielewa? Manake sisi na wewe tuna urafiki wa muda mrefu, au sio? Yani hapo. Tapendo. Nenda pale angalau kidogo utusubirie, maana mimi nikiwaga na huyu jamaa wangu tuna story nyingi kidogo. Tusubirie angalau kwa hapo wewe. Jamani, tuachane na hayo ndugu yangu. Sasa nilikuwa naomba unisaidie kitu kimoja. Jua sasa hivi linawaka sana. Sikiliza mke wangu. Hiyo na dawa hii. Tutakwenda kumchemshia alafu utamuogesha. Sawa. Mke wangu huyo. Si unaliona jua linavyohekenya? Wewe nishakuona una ukaribu sana na nani? Na mzee Mwenda. Nilikuwa ninaomba sasa uniunganishe naye kwenye masuala ya kazi, na mimi angalau ninapata riziki kidogo. Yani huyu ashaingia kwenye vifumo huyu. Hapa nampa Mwenda, ananipa malaika. Akikataa namkataa. Kweli, unajua yule boss kweli, mimi yuko hapa. Nikitaka 10,000 ananipa. Nikitaka 20,000, 40. Yani ni mwendo wa kushika hela tu, sisi tunanukia hela. Unaona? Sasa kitu hapa ni hichi kimoja tu. Wenyewe wanasema kwamba kubeti. Wow. Nilikuwa nimekumisi. Wewe unishindi mimi. Kabisa. Sana. Mke wako tena? Huyo hapa. Wewe mwana unataka kunichanganya sana. Naona wewe hujatulia. Nataka wewe na wake wao. Umekuja kunipokonya mume wangu tena. Maana sikuelewi. Yaani bibi, sikia sana nikwambie. Yaani hii vita haiwezi kuisha leo wala kesho. Yaani paka pale wewe na mke mwenzio Zinduna mtakaponiacha mume wangu ndo nitaacha salama. Bila hivyo
Bibi, mke mdogo yuko wapi? Maana nimemisi. Natamani hata nimuone jamani. Bizo. Abe mme wangu. Chukua begi basi upeleke ndani. Karibu ndani. Asante. Mume wangu huyo. Mke wangu huyo. Mambo ya mikeka hayo. Unajua. Sasa usinichanie mkeka wangu na mimi sikuchanie mkeka. Twende kwenye point sasa. Sasa hapo point ni moja tu. Mimi naenda kukuunganisha na yule boss. Yule bwana ana hela. Sawa. Maana mimi na boss hawa wawili. Na huyo mmoja mwingine ametoka huko Ulaya sijui huko wanauza kama mafuta kule Shell sijui Dubai. Sasa ni huyo wa Dubai mimi sikuunganishi naye. Na kuunganisha na yule mtaka. Mkeka. Na kuunganisha naye unapata hela na huyu niunganishe na huyu. Unataka pesa bwana, mambo ya mgeka tunabeti. Kuwa na damu nawe kichuchu. Wanadamu hawana jambo dogo, hata kwa vitu vidogo wanaleta mizozo. Hivi ni nini maana ya dhamana? Mbona tunauana bule? Wakubwa wadogo twagombana, tukitama tumeweka mbele. Nani asimame kunitetea? Dhamana wangu umeniponza, naona dunia imenielemea, tamaa zangu zimeniponza. Dhamana, dhamana, nimeamini pesa so kila kitu, maana ninazo.